Naam, ndio sehemu pekee ambayo bila shaka utapata ufahamu wa michezo kutoka nyanja mbalimbali kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa mida ya saa 11 hadi saa 12. Nazungumzia Zilizala Uwanjani. Karibu kwenye sehemu ya 3 nafunga kazi ya Zilizala Uwanjani. Na kabla kwenda pumzikoni nilikuwa na bwana Kihara na pia bwana Migea ambao walikuwa tunazungumzia kuhusiana na masuala ya WASCO. Kuna swali ambalo nilikuwa nitakuuliza bwana Joseph Kihara kuhusiana na ukuzaji wa talanta kama tulivyozungumzia. Maana tumeona tangu tulipokuwa watoto kuna shule ambazo zinajulikana, mtu fulani ukienda katika shule hiyo wewe ni mzuri kwa kandanda. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwako kujienua kikandanda. Ukienda shule fulani wewe ni mzuri kwa raga, wewe ni mzuri kwa volleyball. Je, kujiunga na WASCO lazima wewe ni mtu ambaye uwe unaingia kufanya kazi na shirika la maji ama pia mnachukua watu kulingana na talanta walizonazo? Jambo la kwanza ni the individual companies. Like for example, nchukue maybe Nairobi Water. Tunasaidiana kama national office to make sure that we tap the talents. Tuko na wachezaji maybe wa volleyball kutoka Cheptil Girls, Luguru Girls, Maraba Boys, ambaye we could be able to scout that talent and make sure that through that they are being engaged in terms of sports. Kuna wale ambao ni wafanyikazi, kuna wale ambao wanakuwa na contract maybe for 3 years or for 2 years to make sure that wanachezea timu zetu. Na ndiposa hapo kuanzisha ama regulate kuanzia michezo yetu ni kutap those talents among Kenyans. Tukiona ya kwamba that we tap the volleyball wale wakantanete ya volleyball, football, and through that they'll be engaged, they'll be employed permanent, at the same time they can be given the contract. And a key example is Nairobi Water. They had tapped the talents to shawaelekeza pale. Now shall make sure that they give the contract to those the young girls and the young men. And through that the performance ya teams imekuwa juu sana. Kama for example just one key volleyball, I think we are number 2 in the volleyball ladies, number 3 in the volleyball ladies, and the volleyball men I think last year we were number 4 for the first time. And katika handball we are the champion hapa nchini, Eastern Central Africa, even in Africa we are number 5. Na tujivunia kama wana maji ama kama wana WASCO, not WASCO, wana WASCO, Water Company Sports Organization, kwa sababu we have been able to nurture the talent, to tap the talent, and now being engaged by the water service providers. We have Eldoret ambao wamefanya hivyo. Tuko na ubadilishe Kiswahili sana. Tuko na ile wana maji ama Eldoret Water, wale wanasambaza maji katika mji wa Uasin Gishu, na kuna ile teams imetoka jeli ambao through us kama ofisi yetu tumewezesha kuwa na wale vijana na wanakuwa engaged kama wafanyika, maybe they are meter leaders, wao ni meter leaders, wao ni watu wa ni they are plumbers pale, na through that abai tunasaidiana. Naam, wale wachezaji mahiri bwana Muigai mnawasaidiaje ili kuweza kukuza talanta zao? Manake kuna wachezaji ambao watakuwa zaidi wana viwango vya kimataifa kuweza kuwakilisha nchi, mnawapa nafasi pengine wajiunge na timu za taifa? Ndio tunawapa hiyo nafasi. Na ndipo nikakwambia tuna watu ambao wamewakilisha Kenya katika kimataifa, marathon na kwingine, na pia hata hizi michezo zingine. Kwanza nitaje kidogo mali nilikuwa nimewacha. Tuna kampuni 42 ambazo zilikuja mashindano yetu mwaka huu, ambazo zinawakilisha kaunti 31 hapa nchini. So hii michezo ni ya kitaifa, na kutoka hapo tunaenda sasa kimataifa. Wachezaji ambao wanakuwa bora zaidi tunawapa hiyo nafasi waweze kuwakilisha nchi hata katika mambo zingine. Tuna mchezaji mmoja ambaye anawakilisha Kenya katika michezo ya beach volleyball, anaitwa Mwaniki. So kukifikia ni wakati huo tunawapa hiyo nafasi, wana represent Kenya, na tunafurahi sana kwamba bendera yetu ya WASCO iko juu, bendera nchi yetu iko juu, na tunafurahi sana. Na nimefurahi kuona hata wewe pia uko sporti hivi. Na kama ungekuepo hapa najua ungekuwa ukiwakilisha Kilifi Mariakani kule. Ya WASCO. Tungepatana saa kule WASCO game. Na mwisho kabisa tukimalizia, manake naambiwa na mwelekezi wangu Joan kwa muda umetupa kisogo, mashindano ambayo mmejiandaa vipi kwa mashindano ya Kampala? Okay, tuchachagua team wakati tulikuwa katika ile mji wa ama the county ya Bungoma. Tuliweza kuchagua team at national level representing wanamaji wote katika of the 42 companies, ambaye tuliselect team ya volleyball ambaye we are defending that cup, and team ya men we are defending that cup. Last year tulikuwa namba 2 katika volleyball ya wanawake.
Then we select a team about representing in netball. So we have done the 3. Kama mwaka kesho, we shall make sure that we have the team ya football, netball, na volleyball, na hata na wanariadha. Mwisho kabisa, kuna watu wote ambao pengine wao wanakuja kuwasaidia ili kuweza kama wafadhili ili kuweza kuinua mchezo kama hii kwa sekunde kidogo, sekunde kama 3. Ningependa kupa shukrani zangu wafadhili wetu wote. Ningependa kuwataja tu CPF, LIB, Nairobi Sports House wamekuwa wafadhili wakuu. Michezo yetu haingekuwa mahali ilipo isipokuwa ufadhili ule. Na ningeomba tu zile corporates, the other wafadhili wale wengine wajiunge na michezo, kwa sababu michezo ni chombo kimoja kikuu cha kufanya hii nchi ikue. Na mada yetu ya mwaka huu ilikuwa ni mambo ya amani, national cohesion, katika maji na usambazaji wa maji na michezo. Hiyo ndio ilikuwa theme yetu mwaka huu. Watumie maji vizuri. So tunafurahia tu kwa sababu watafiti ambao wako katika utafiti wa usalama wanasema dunia haitaenda kupigana kwa sababu ya hizi vita zingine, itakuwa kipigania maji, na kwamba tutaweza kuwapa watu ile nafasi, hawatopigana, wataishi kwa amani. Asante sana. Ni Bwana Muigai Ng'ang'a ambaye ni mratibu wa mipango katika WASCO, na pia Bwana Joseph Kiara ambaye ndiye katibu mkuu katika shirika hilo ili kuweza kusaidia kukuza talanta za michezo hasa kutoka shirika la maji nchini Kenya. Shukrani sana kwa leo waliofanikisha makala leo. Kuna maombi mengi yametoka, na kufuatia maombi yao basi mkuu wa kitengo Hassan Juma amesema kwa kutakuwa na kipindi cha mwisho siku ya Jumatatu wiki ijayo kwenye Zilizala Uwanjani. Kwa hiyo kaange Jumatatu tutakuwa nasi pamoja kabla ya kufunga na kupisha ama kuingia rasmi kwenye siasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Nasema shukrani sana kwa wale waliofanikisha makala leo, kwanza kwa wageni waliokuja kwenye studio na pia washughulikia sauti, bila kumsahau mwelekezi wangu Joan. Nasema asante sana kwa kazi mufti. Wale wote waliofanikisha kwa njia moja au nyingine, shukrani sana. Tukutane tena siku nyingine sawa na kama huu papa hapa pana moja kwa Mola na uzima. Nimekuwa kwa Abdullah Ahmed. Asante sana.